ويا عباد الله، اعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Mpenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya kumshukuru Allahu tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi turujishe tena shukrani kwa Allah tabaraka wa taala ambaye kwamba amenijalia mimi na wewe kuweza kufika sehemu kama hii, sehemu ya msikitini kwa ajili ya kusikiliza hutuba na kutekeleza ibada ya salatul Jumaa. Ima ikawa tumekuja hapa kwa kusikia adhana au tumekuja hapa kwa kuhisi tu hivi sasa ni muda wa swala au ni muda wa kwenda msikitini kwa ajili ya Ijumaa umefika na ukafika msikitini, basi mshukuru Allahu tabaraka wa taala, kwani Allah ndiyo amekupa taufiki na amenipa taufiki mimi. Rehma na amani zimwendee Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye mara kwa mara tunapenda kusema ya kwamba jitihada zake zote alijitolea kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Hii dini ambayo mimi na yeye leo tupo, ni mtume amefanya juhudi yeye na maswahaba kuhakikisha umma unaenea dini ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, nayusia nafsi yangu na nafsi zenu kwenye kumcha Allahu tabaraka wa taala. Kufaulu kwetu hakupatikani katika njia nyingine isipokuwa kunapatikana katika njia ya kumjua Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad. Ikiwa leo ndugu zangu ni tarehe 17 mwezi wa Muharram 1448, mazilna nakuna fi ni'ma, bado sisi tupo katika neema ambayo Allah tabaraka wa taala ametupatia neema kama hiyo ya kupata huu mwezi kama huu mwezi mtukufu wa Muharram. Kwa ufupi, hutuba yetu nazungumzia hijra bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanayopatikana ndani yake katika hijra kama hiyo, na sisi Waislamu mtazamo wetu kutizama hii hijra, tutizame mtazamo wa aina gani? Hiyo ndo maudhui katika Ijumaa tukufu ya leo. Hijra ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafunzo katika hijra kama hiyo. Sisi Waislamu, hii hijra ya mtume sisi tutizame katika mtazamo wa aina gani? Ndugu zangu watukufu Waislamu, mada hii ni ndefu na muda ni mfupi, lakini kwa kufanya ufupisho ili tupate tuelewane kwa ujumla mwanzo mpaka mwisho wa maudhui. Kulluna nafhamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajara min Makkah ila al-Madina. Sote sitofahamu kwamba Rasulullah alihama kutoka Maka kuja Madina. Huu mwaka ambao kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amegura kutoka Maka kuja Madina, ndiyo mwaka ambao Waislamu waliketi chini wakasema, mwaka huu ndiyo tuweke mwaka wa kwanza, ndiyo tuweke tarehe ya Kiislamu katika mwaka kama huu, mwaka aliogura mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu walipata shida, Waislamu walitatizika walipoona ya kuwa wanapatiwa barua au wanaandika barua kwenda sehemu tofauti tofauti. Barua kama zile zinapokuja kwa Waislamu zinaandikwa mfano tu katika mwezi wa Shaabani, barua hii imeandikwa mwezi wa Shaabani, au tukio fulani limefanyika mwezi wa Shaabani. Shaabani hii Waislamu walitatizika, Shaabani ya mwaka gani? Shaabani ya mwaka gani?
au Muharram wa mwaka gani, au Rajab wa mwaka gani? Ndipo Waislamu waliketi chini wakasema, hatuna budi tuweke kalenda ya Kiislamu. Waislamu wakaafikiana waweke kalenda ya Kiislamu. Baada ya kuafikiana hivyo, swali lilikuwa hapa, je, kalenda ya Kiislamu ianze lini, mwaka gani? Hilo ndio suala ambalo kwamba maswahaba liliwaumiza vichwa. Kalenda ya Kiislamu tuianzishe mwaka gani? Minhum yaquluna, kuna wengine wakisema ya kwamba tuwekeni tu siku ambayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipozaliwa, kalenda ianze hapo. Mwaka ambao mtume amezaliwa ndio tuweke mwaka wa kwanza wa hijiria. Wa minhum, na miongoni mwao pia katika maswahaba wakasema ya kwamba hapana, tuweke tu pale wakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipotimilizwa, alipopewa utume rasmi, aliposhukishiwa wahai. Tuwekeni kuanzia mwaka huo, huu mwaka ambao mtume amepewa wahai, tuanzie mwaka huo ndio tufanye mwaka wa kwanza wa hijiria. Wa minhum, lakini pia vile vile kuna miongoni mwa maswahaba akiwemo Umar bin Khattabi, akiwemo Uthman bin Affani, wakasema hapana, tuwekeni mwaka ambao Rasulullah sallallahu alaihi wasallama aligura kutoka Maka kuja Madina. Tuweke mwaka huu alipofika Madina, tufanye huo ndio mwaka wa kwanza. Naam, na hiyo ndiyo rai ambayo imeshikwa, na hiyo ndio rai ambayo kwamba imekubalika na maswahaba wote. Umar bin Khattabi katika ukhalifa wake, naye akaamrisha kupitia uongozi wake, akasema mwaka wa kwanza tufanyeni ni mwaka ambao mtume amegura kutoka Maka kuja Madina, huo ndio mwaka wa kwanza. Swali lingine tutajiuliza, limadha ikhtaru ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ama alhijra? Kwa nini maswahaba walichagua na walipendekeza mwaka huu wa hijra, hijra ya mtume ndio ianze mwaka wa kwanza? Kwa nini rai zingine zisikubalike? Rai ilikuwa ni mzuri, na haifai mtu kukosoa rai ya mtu. Unamwambia rai yako bwana haifai, mimi naona rai mzuri ndio hii. Haifai, sio katika sunna na si katika mafundisho ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muzio akitoa rai basi msifie na rai yako, mashaallah rai yako ni mzuri, lakini mimi pia naona ni hivi. Maswahaba akiwemo Umar ibn Khattabi walipata kutoa maelezo ya kutosha, maelezo ambayo walikinai nayo maswahaba wote, hata wale waliotoa rai kwamba tufanyeni mwaka aliozaliwa mtume, walikinai na maelezo kama hayo. Ndio wote wakafikiana, sasa mwaka wa kwanza wa Kiislamu tarehe ianze katika mwaka wa hijra ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, mpaka sasa ndio hivyo ambavyo ilivyo. Tupo katika Muharram, ndio mwaka ambao mtume aliguria Madina. Ndugu zangu watukufu katika imani, tutaanza kueleza sababu iliyowafanya maswahaba waweke mwezi huu ndio mwaka wa kwanza au ndio tarehe ianze hapo. Hijra bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio ikawa ni sababu ya kuanza kwa tarehe ya Kiislamu. Miongoni mwa sababu ambazo kwamba wamezitaja wanazuoni, miongoni mwa sababu ambazo wanazuoni wametuelezea katika vitabu vyao, wakasema kwanza kabisa bidayatul ummatul wa daulatul islami, ni mwanzo wa umma na ndiyo mwanzo wa daula ya Kiislamu. Daula ya Kiislamu ilipatikana wapi ndugu zangu? Ilipatikana katika mji wa Madina. Wakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuko katika mji wa Maka, kwanza kabisa walikuwa ni wachache,
fi makkatun qillatul muslimina, waislamu walikuwa ni wachache. Wakadhalika wakanu mustadhafuna, na walikuwa ni madhaifu katika mji wa Maka. Waislamu walikuwa madhaifu, wanyonge kabisa. Lamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, pindi mtume alipogura na maswahaba wake kufika katika mji wa Madina, pale waislamu wakawa ni wengi. Vile vile waislamu walikuwa ni wenye nguvu, si wanyonge tena. Waislamu walikuwa si wanyonge tena katika mji wa Maka. Waislamu kanu laisa ladaihim daulatul islamia, katika mji wa Maka waislamu walikuwa hawana daula ya Kiislamu, walikuwa wanashindwa kutabikisha sheria ya Allah kisawasawa. Kama hivi sasa sisi leo tunashindwa kutabikisha sheria ya Allah kisawasawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu daulatul islamu hakuna tena. Kwa hiyo waislamu katika mji wa Maka walikuwa wanyonge, vile vile walikuwa wanashindwa kutekeleza hukumu ya Allah kisawasawa. Lakini alhijratun kanat alhijra, hijra ilikuwa vipi? Kanat alhijra hiya taghayyurul kabir, hijra ndio ilikuwa ni mabadiliko makubwa sana kwa waislamu, kutoka katika unyonge kuja katika nguvu, kutoka katika utawala wa kikafiri kuingia katika utawala mzuri wa Kiislamu. Kwa hiyo sababu mojawapo iliwapelekea, kwanza kabisa, hijra ya mtume imebadilisha mazingira ya Waislamu, imebadilisha maisha ya Waislamu kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Hiyo ndio ikawa ni sababu miongoni mwa sababu ya kuweka mwaka wa kugura mtume, ndiyo tarehe ianze mwaka kama huo. Katika hijra mtume tunaona kwamba waislamu walitoka katika unyonge kuja katika nguvu. Ina maana ya kwamba waislamu walipokuwa katika mji wa Maka walikuwa hawana chochote wala hawana uwezo wa kujitawala wenyewe, lakini walipofika katika mji wa Madina waislamu walikuwa lahumul sulta, walikuwa na utawala wao kando. Waislamu walikuwa na utawala wao. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma fil madina asbaha ladaihim sulta wa dawlatul islamu wal jaishi wa kadhalika wal hukma. Madina waislamu walikuwa na serikali yao, waislamu walikuwa na serikali yao wenyewe. Madina waislamu walikuwa wanajitawala wao kupitia kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Madina waislamu walikuwa na nguvu ya kijeshi na kila kitu. Maka walishindwa kupata hilo, ndiyo wakagura. Wengine walikuwa naadhibiwa, wengine wanafanywa hivi, wanyonge, hawana la kufanya. Kwa sababu gani? Hawana nguvu. Lakini vile vile hijra imebadilisha maisha ya maswahaba, ya waislamu kwa ujumla. Minasabri ila alhukmi, ilibadilisha maisha kutoka katika subra. Walisubiri sana kwa muda mrefu pindi walipoadhibiwa. Kina Bilal bin Rabah, angalia adhabu ambayo ilimpata. Wengi katika maswahaba waliadhibiwa, lakini walikuwa na subra. As-sabrun jamilun, ndugu zangu, subra ni mzuri. Inna Allaha yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisabi, Allah anawalipa wenye kusubiri malipo yao pasi na wao kutarajia, pasi na hisabu. Allah tabaraka wa taala anawalipa. Maswahaba walikuwa na subra katika mji wa Maka, wanaadhibiwa, lakini walikuwa wapo na msimamo na dini yao. Lakini wametoka katika subra wakaja sasa katika mavuno. Mavuno ya subra, ndugu zangu, ni kuwa na raha, maisha ya starehe. Katika mji wa Madina waislamu walistareheka. Jambo lingine ambalo kwamba iliwafanya waislamu kuchagua hijra ya mtume kuwa ndio tarehe ianze hapo, ni ile amri na rai ambazo zilizipatikana na viongozi wakubwa, ambao ni Umar ibn Khattab katika ukhalifa wake, Uthmani kadhalika ibn Affani. Hao ndio
waliobeba jambo la kutoa mashauri, na ilipokubalika wakawashibisha rai zao, maswahaba wote walikubali. Ndugu zangu watukufu katika imani, hijra mtume durusun, kuna masomo, kuna mafunzo yanapatikana katika hijra bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo tunasoma tu hijra kwa kufurahi, wengine tunapiga matwari lakini hatujui mtazamo wa ndani. Hijra mtume ilibadilisha Waislamu kiasi gani? Ilibadilisha Waislamu kwa kiasi kikubwa, tena kikubwa sana. Pale Waislamu ambapo walipata dhiki katika mji wa Maka, walionewa, mengi walifanyiwa katika udhia, mpaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naye aliudhiwa, alipata mitihani mikubwa, itukanwa. Lakini ndiyo sunna. Na wewe Muislamu ambaye wajinasibisha kuwa ni dai, ikiwa hujakupata mitihani, basi bado dawa yako haijakamilika kisawasawa. Yeyote ambaye amesimama kwa ajili ya kulingania dini mpaka sasa hajapata msukosuko wala kutukanwa wala kufanywa lolote, bado dawa hujakamilisha bado. Lakini ikiwa umetukanwa, hapo ndo dawa umekamilisha, kama ilivyotoka bwana mtume, maswahaba, kama ilivyokuwa katika wakati huu wa sasa katika nchi ya jirani Tanzania. Tunaona katika mitandao shekhe mkubwa wa Tanzania vile anavyodhalilishwa. Bwana mmoja, kidume mmoja amenifurahisha sana, kutoka Burundi, ni mufti wa Burundi, akasema, mimi na sisi watu wa Burundi tunakupa pongezi shekhe, hatukupi pole tena, tunakupa pongezi. Kwa sababu gani? Hapo ndiyo ukamilifu wa dawa imepatikana. Hiyo ndo sunnatul anbiyai, kutukanwa wakati wa ulinganizi. Sisi tunakupa pongezi, dawa imekamilika hivi sasa. Wacha waseme, ni kweli, dawa ikikamilika lazima watu watakutafutia namna yoyote ya kukuchafua, kama walivyomchafua shekhe wetu, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Ndugu zangu Waislamu walipopata dhiki mno, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yuhajira, mtume aliwaamrisha masahaba wake kugura kutoka Maka kwenda katika mji wa Madina. Wakati huo Rasulullah kashaseti mji wa Madina, kashaseti mipangilio mizuri, hata anapowatoa masahaba wake kwenda kule, ana uhakika kule atapokelewa vizuri, na kule watapata ushirikiano na watu wa kule. Kasha seti. Wakati gani ameseti? Wakati watu wa Madina walipokuja Maka kuja kumbai mtume, wakamwambia, sisi Rasulullah tuko tayari kukulinda, kukupokea, kila kitu kukufanyia, tuko tayari kukufanyia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akawaambia watu kama wale, baada ya kuwa misilimu, nendeni, na akamtoa mtume sahaba wake ambaye anaitwa Mus'ab ibn Umairi. Mus'ab ibn Umairi, huyo ndio ambasada wa kwanza wa Uislamu kutoka Maka kwenda Madina kuwakilisha katika nchi ya Madina. Mus'ab ibn Umairi alipofika Madina, naye hakutulia, isipokuwa akawa nazidi kulingania mpaka alipohakikisha Madina Uislamu uko sawa. Akampa taarifa, ya Rasulullah, sasa katika mji wa Madina hakuna nyumba yoyote katika nyumba za watu wa Madina isipokuwa kuna Uislamu ndani yake. Ndipo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akafurahi, akawatoa maswahaba wake wakagura kutoka Maka kwenda Madina. Wa kwanza kugura Abu Salama ndio sahaba wa kwanza kugura. Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walikuwa nagura kwa kujificha, kwa siri. Siri ni kitu muhimu kwa Muislamu.
na ibada yoyote inayofanywa kwa siri ina malipo makubwa zaidi. Kutoa zaka, kutoa sadaka, ukitoa kwa siri unapata mengi zaidi katika thawabu kuliko ukitoa kwa kujionesha. Lakini vile vile pako mahala ambapo yafaa utoe kwa kujionesha. Ibada yote ikifanywa kwa siri ina malipo makubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Maswahaba waligura kwa siri siri, isipokuwa maswahaba wawili tu, Suhaibu Rumi. Suhaibu Rumi wakati anagura amejionyesha mali yake, baadaye wakamzuilia, bana, mali yako wewe chagua mawili, uende Madina uache mali au tukudhuru. Akasema chukueni mali yangu. Ndio swahaba ambaye ameuza dunia kwa kununua akhera. Sisi leo twauza akhera kwa kununua dunia. Omar ibn Khattab kadhalika naye aligura kwa wazi kabisa, akatangaza, akashika upanga wake, jamani, mimi ndo nagura, yoyote ambaye atapenda mkewe aitwe mjane anifuate mimi katika jangwa kama hili, napita hapa mimi. Yeyote ambaye atakayependa watoto wake waitwe mayatima anifuate mimi. Omar ibn Khattab alikuwa ni kidume katika Uislamu, ambaye alikuwa ni tegemezi kubwa, aligura kujionyesha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naye akatoka siku ya Ijumaa, wakati wa Makureishi wanapanga mpango, wayamkuruna, wao wanapanga mpango wa kumdhuru Mtume, wayamkurullah, Allah naye anapanga mpango wa kumnusuru nani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu khairul makirin, Allah ndio mbora wa kupanga mipango mizuri. Kwa ndugu zangu Waislamu, Makureishi na kaadunge, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anatoka usiku. Wale walipotuma wale mabarobaro kuja kumvamia Mtume nyumbani kwake, vibarobaro kama vile kufika nyumbani, Mtume anatoka, mabarobaro wako wamepigwa na usingizi mkali sana. Mtume alikuwa anasoma waja'alna min baini aidihim saddan wa min, mpaka mwisho Mtume alikuwa anasoma. Adui yoyote, ndakupa siri sasa, adui yoyote ambaye anakupiga vita, anakuinda kwa udi na uvumba, basi wewe msomee hii aya tu, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda fakhshaynahum fahum la yubsirun. Msomee hiyo, lakini hapa lazima kushide imani ya kisawasawa. Soma kwa kuamini Allah tabaraka wa taala atakuhifadhi na adui kama huyo. Mtume akatoka pale akaenda kwa Abubakari mpaka Rasulullahi walipokaa katika Gharu Thauri siku tatu, siku ya Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Mtume akatoka yeye na Abubakari moja kwa moja kuingia katika mji wa Madina. Walakin wakati Mtume yupo katika Gharu Thauri, wakati Mtume na Abubakari wapo katika lile pango, Rasulullah sallallahu alaihi wasallama alipanga mipango ifuatayo. Kwanza kabisa alimwamrisha Abubakari, alimwamrisha mwanawe Abdullahi kwamba wewe, sisi tukiwa tuko pale hizi siku tatu, wewe fanya utafiti habari za Makureishi, wana mipango gani na sisi uje utuletee. Kwa mfumo huo tajasusi inakubalika. Lakini kuchunguza tu mambo ambayo hayakuhusu ni haikubariki. Lakini kuchunguza hawa makafiri au hawa maadui wana mpango gani na Uislamu, kuchunguza yafaa, ili na wewe uchukue hatua namna kujilinda. Kadhalika Abubakari alimwamrisha pia binti yake kwamba awe anawaletea chakula, msosi katika pango pale. Vile vile Amir ibn Fuhairi naye alipewa kazi moja ya kuchukua mbuzi, kutembea nao mpaka katika pango pale na kurudi nao. Kazi ni hiyo tu, kuchukua mbuzi, kuleta pale na kurudi. Kwa lengo gani? La kufuta nyayo wanazokuja nazo Abdullahi na yule Asma binti Abubakar.
Hiyo ni mipango. Tuwaona kwamba kila jambo Muislamu lazima uende kimipango mzee. Kila jambo lazima upange. Kama hujapanga, kumbuka utakuja kupangwa. Muhimu mtu ajipange mwenyewe. Ndio Allah akatuambia, ndio Mtume pia akatusisitizia kwamba Waislamu jihesabieni wenyewe, hasibu anfusakum, mjihesabu nafsi zenu kabla ya nini? Kabla kuhesabiwa. Wewe ukisema kwamba mimi bwana niko sawa, jihesabu. Mimi kuanzia asubuhi mpaka sasa nimetukana nani? Kuanzia asubuhi mpaka sasa adhkari nimeita ngapi? Kuanzia asubuhi mpaka sasa khairi nimefanya ngapi? Jihesabu mwenyewe, unajijua wewe kabla kuhesabiwa. Na sisi tunashauriwa katika tukio kama hili, Waislamu wajipange ili baadaye waje kujikomboa kinamna yoyote katika udhalimu. Kwa hiyo inshallah, ndugu zangu, tumesema mada hii ni ndefu na muda ni mfupi. Fikia hapa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati wal ahya'i minhum wal amwati birahmatika ya arhamar rahimin fastaghfiruhu innahu